to the Reigns Podcast. Hapa ufalme unatawala. Mambo vipi wa Tanzania? Mambo vipi kijana wewe ambaye umekuwa mdau mkubwa kabisa wa kufuatilia Reigns Podcast, na nashukuru sana kwa ajili ya podcast na episodes zote ambazo zimepita. Tulikuwa na series ambayo tuliita Success Diary, na huko ndani tulijadili mambo mengi sana. Tunamshukuru Mungu kwamba ulipata nafasi ya kujifunza, lakini leo tumekuja na series mpya kabisa ambayo tutaenda nayo kwa muda fulani, na tumeiita Navigating Relationships, namna ya kukaa kwenye mahusiano, namna ya kupita kwenye mahusiano vizuri. Na lengo letu kubwa ni kwamba tupate wakati na wasaa mzuri sana wa kujifunza kuhusiana na mambo ya mahusiano, kwa sababu sisi tunaamini ya kwamba mahusiano ni sehemu ya maisha ya mtu ya kila siku. Wewe mwenyewe unaweza ukawa shahidi kwenye hili. So leo ni siku nyingine tena nzuri ambayo tunaanza na topic yetu. Leo tutakuwa tunaangalia mapenzi na pesa, na hapa studio niko na ndugu yangu Alphonse. Mambo vipi kaka? Fresh kabisa. Karibu sana. Nashukuru sana. Mambo yanaendaje? Mungu ni mwema, mambo yanaenda vizuri sana. Mapenzi na pesa. Mapenzi, pesa ni vitu ambavyo viko kwenye jamii ya kawaida, na probably hata sisi wenyewe tunavi experience. Sasa leo tunataka kuangalia namna gani pesa inaweza ikawa na nguvu kwenye mapenzi, au pesa inaweza ikawa na nafasi gani kwenye mapenzi. The Reigns Podcast. Hivi kuna namna ambayo tunaweza tuka define mapenzi. Tukasema mapenzi ni kitu fulani. Kuna namna ambayo tunaweza tuka define mapenzi? Mapenzi yana definition yake. Unaweza uka define. Yana definition. Tuseme yana maana yake. Kwa lugha ya Kiswahili. Wewe unaweza nikikwambia udefine mapenzi, unaweza uka define namna gani? Mapenzi tunasema kwanza ni ile hali ya mtu kuingiwa na kumridhia mtu fulani, na kumridhia mtu fulani kuwa sehemu ya maisha yake. Kwa sehemu ya maisha yake. Kwanza unaingiwa, mtu anakuingia moyoni. Sawa? Akisha kuingia wewe unamridhia. Okay. Huyo mtu kuwa sehemu ya maisha yako. Okay, kwa hiyo unataka kuniambia kila mtu ambaye amemfanya mtu fulani kuwa sehemu ya maisha yake ni ishara ya moja kwa moja kwamba amemridhia? Amemridhia kama kweli kuna mapenzi, kwa sababu tunazungumzia mapenzi, sehemu ambapo mapenzi yana exist. Sababu kuna watu wako pamoja, tukiwatazama tunasema ni wapenzi, na kweli wanafanya mambo yao kama wapenzi, lakini kiuhalisia hakuna mapenzi. Kuna mtu yupo kwa manufaa yake tu binafsi. Unaona? Tunapozungumzia sehemu ambayo kuna mapenzi kweli, ndipo ambapo tunaenda kuipata hiyo maana ya mapenzi. Hiyo ambayo naizungumzia sasa. Ina maana wale kuna namna fulani kwamba wameridhiana, kwamba kila mmoja amemuingia mwenzake moyoni, na wakaridhiana. Maana yake pale kuna mapenzi, ndipo ambapo tutakwenda kuipata maana ya mapenzi. Ila hii maana hautoipata sehemu ambapo kila mtu yupo kwa maslahi fulani ambayo ni binafsi. Moja kwamba tunakubaliana kwamba mahusiano yapo, ni kitu ambacho kipo, lakini sio kila mahusiano huwa yanaanza kwenye point ya mapenzi. Kuna mahusiano ambayo yanaanza kwenye point ambayo wale wanaoingia kwenye mahusiano, either wote wawili au mmoja wao anaingia kwa maslahi fulani binafsi, si ndivyo? Okay, sawa. Sasa leo mada yetu ni mapenzi na pesa. Ndio. Moja tuangalie kwanza kwenye mapenzi, pesa ina umuhimu gani? Pesa ina umuhimu wote kwenye mapenzi? Nimemridhia mtu kama ambavyo umetoa definition hapo, kwamba nimemridhia mtu awe sehemu ya maisha yangu, labda na yeye ameniridhia niwe sehemu ya maisha yake. Pesa ina nafasi gani kwenye maridhiano yetu? Okay. Tunavyoizungumzia pesa, kwanza maisha ni pesa. Maisha ni pesa, kitu cha kwanza. Okay. Haijalishi upo kwenye mahusiano ama haupo kwenye mahusiano, pesa ama tuseme maisha ni pesa. Pesa, umuhimu wa pesa unabaki pale pale. Na kitu cha kwanza. Okay. Umuhimu wa pesa unabaki pale pale. Haijalishi upo kwenye mahusiano ama hauko kwenye mahusiano. Sasa inapokuja pointi kwamba tayari upo kwenye mahusiano, bado
pesa inabaki kuwa na nini, na umuhimu, na pengine umuhimu wake ukaongezeka zaidi. Okay. Kwa maana gani? Yani unasema kwamba pesa ina umuhimu hata kama siko kwenye mahusiano. Kama upo kwenye mahusiano, pesa bado inabaki kuwa na umuhimu wake. Kwa sababu una mahitaji yako ambayo lazima uyatimize. Na unayatimiza kupitia nini? Pesa. Lazima uwe na pesa. Okay. Na ninapokuja kuingia kwenye mahusiano, pesa inabaki na umuhimu ule ule. Na huenda umuhimu ukaongezeka. Wow, this is getting interesting. Huenda umuhimu ukaongezeka. Kwa hiyo moja kwa moja unakubali kwamba pesa ina umuhimu kwenye mahusiano, si ndivyo? Okay, sawa. Na umesema hapo labda inaweza ikaongezeka. Ni nini ambacho kinaweza kikaongeza umuhimu wa pesa? Au kinaweza kikaongeza uhitaji wa pesa pale ambapo unaingia kwenye mahusiano? Kuongezeka ama kuto kuongezeka kwa umuhimu wa pesa kwenye mahusiano inategemeana na ule uhitaji wenu, sawa? Okay. Kwa sababu unapokuwa mwenyewe, si ndio? Inawezekana kuna kiwango cha pesa ambacho wewe unakihitaji ili kukidhi mahitaji yako, si ndio? Okay, sawa. Na yule ambaye unakwenda kuhusiana naye, na yeye kuna kiwango cha pesa anachokihitaji ili aweze kukidhi nini? Mahitaji yake. Sasa mnapokuja kuungana kuwa katika mahusiano, tunategemea kwamba kila mmoja bado atakuwa na demand ile ya pesa. Sasa issue ni kwa nani ongezeko litakuwepo, si ndio? Inawezekana wote mna demand pesa, lakini upatikanaji wa pesa kati yenu kuna mmoja ambaye kwake ni changamoto, si ndio? Okay. Sasa inapokuwa kwamba mmoja upatikanaji wa hiyo pesa ni changamoto, and still bado anahitaji ili akidhi mahitaji yake, moja kwa moja huyo anakwenda kuwa dependent kwako. Okay. Anakwenda kuwa tegemezi kwako, si ndio? Yeye hana uwezo wa kuipata ile pesa, ndio, lakini at the same time anahitaji ili akidhi mahitaji yake, si ndio? Sawa. Sasa wewe kwa sababu ni mtu ambaye umemridhia, si ndio? Uliingiwa naye, ukamkubali, awe sehemu ya maisha yako, ukamridhia. Unajua maana ya kumkubali na kumridhia mtu? Maana yake umeyakubali madhaifu yake na ukaridhia uimara wake, umemkubali alivyo. Moja kati ya madhaifu yake ni kwamba uwezekano wa yeye kupata pesa ni mgumu. Licha ya kwamba anahitaji pesa ili akidhi nini? Mahitaji yake. Sasa wewe ulimrizia, maana yake wewe unakwenda kulibeba hilo jukumu, kumsaidia mwenzako na yeye apate pesa ili akidhi nini? Mahitaji yake. Sasa hapo ndipo sasa tunasema kwamba umuhimu wa pesa umekwenda kuongezeka kwa upande mmoja. Okay. Lakini ikitokea kwamba mnaingia kwenye mahusiano na mnakuta wote mna nguvu sawa, au hata kama mtatofautiana kidogo, lakini kila mmoja ana uwezo wa kuipata pesa yake kwa ajili ya kukidhi yale mahitaji yake, hapo tunasema hatutarajii kuwepo na ongezeko kubwa sana kwa upande mmoja. Labda tu pale ambapo mtakapokutana mkaunganisha yale malengo yenu, sawa, kwamba mna malengo yapi na huenda hayo malengo yanahitaji pesa, na kama yanahitaji pesa, je, hizo mnazozipata zinatosha ama mnatakiwa muongeze zaidi ili myafikie malengo ambayo mmeyaweka kwa pamoja? Hapo sasa tunasema pesa ama umuhimu wa pesa umeongezeka kwenu nyote. Okay. Unaelewa hapo? Umeongezeka kwenu nyote. wote. Sasa hili swala tumeongea general kwamba inawezekana kwamba umuhimu wa pesa au mzigo wa pesa ukaegemea kwa upande mmoja. Na normally hili swala tunaweza tukaliweka kwenye jinsia kwamba ni lazima iegemee kwenye jinsia fulani. Sio lazima iegemee kwenye jinsia fulani, ila inategemeana, japo mara nyingi mzigo wao unamwangukia mwanaume. Lakini kuna wanawake pia ambao huwa wanabeba jukumu la kuhudumia mwanaume, si ndio? Amempenda jamaa, ndo hivyo, bado maisha hajajipata, lakini mwanadada kidogo yupo vizuri kwenye swala la kiuchumi, inabidi
ambebe jamaa, ambebe kwa mpaka wakati ambapo huenda huyu naye atafikia level ambao sasa anaweza akajitegemea naye akasimama kama mwanaume. Lakini katika stage ya kwanza mwanzoni, mwanadada alibeba jukumu lile. Wapo kaka? Wapo. Wapo. Sawa. Sasa tumezungumza kwamba kuna mazingira ambayo unaweza ukajikuta umebeba mzigo ambao haukuwa wa kwako mwanzo. Kwa maana kwamba tumezungumzia kwamba pesa, umuhimu wa pesa una stem kutoka kwenye mahitaji. Ndio. Yani yale mahitaji ambayo ninahitaji kuyakamilisha ndio yanayonipa mimi uhitaji wa kuzihitaji nini? Pesa. Kuzihitaji pesa. Sijajua kama kuna watu ambao huaga wanapendaga pesa lakini hawana mahitaji. Na nafikiri wanahitaji pesa kwa sababu wana mahitaji. Wana mahitaji. Ndio. Okay, ni muhimu sana kuangalia kabla hujamridhia huyu mtu, uangalie kwanza mahitaji yake ni yapi. Ikiwa unaelewa kabisa kwamba mzigo wa pesa, mzigo wa upatikanaji wa pesa ninaenda kubeba mimi. Kwa maana ya kwamba kabla hujahusiana na huyo mtu, kabla hujaamua kwamba nimridhie huyu mtu awe sehemu ya maisha yangu, uangalie kwanza mzigo unaokwenda kubeba. Ni muhimu kulitazama hilo. Sidhani kwamba ni muhimu sana, kwa sababu wakati mwingine sio rahisi sana kujua kwamba huyu mtu ana mahitaji gani ambayo mimi nitaenda kuyabeba. Na mara nyingi tunapokuwa katika ile stage ya kuyaanzisha mahusiano, huwa ni kama ni kitu ambacho kinatokea automatically. Unaona Kwa hiyo wakati mwingine unakosa hata ule muda wa kusema unamchunguza mtu kujua atakuwa na mahitaji gani, japo kuna kujua tu ile kumjua tu mtu kulingana na jinsi ambavyo unamuona maisha yake. Unajikuta unamtambua kwamba yupo na status gani ya kiuchumi. Ndio. Na ndio maana watu wanakutana katika mazingira tofauti, pengine katika kumsaidia huyo mtu ambaye wewe unaweza ukasema kwamba nitachunguza nijue mahitaji yake ni yapi, lakini katika mwingine katika kumsaidia mtu kwamba atimize mahitaji yake ndo anajikuta amebeba huo, ameshaanza kubeba jukumu na mwisho wa siku imekuwa la kwake. Sasa tukiangalia tuseme ni culture, si niite culture na utamaduni ambao upo kwenye jamii zetu, anayebeba mzigo wa upatikanaji wa pesa sana sana huwa ni mwanaume. Na ndivyo ilivyo. 99 ama 98 sijui tuseme mwanamume ndiye anayebeba jukumu kwa mlango au kwa mlengo kwamba mwanaume ni provider. Ndio. Kwa hiyo yeye ndo anayetakiwa kuwa na zile financial muscles wanasema, kuweza kukidhi mahitaji ya mwanamke ya kwake na ya mwanamke anayehusiana naye. Ndio. Okay. Sasa mahusiano yana stage mbalimbali. Na tunajua stage kubwa kabisa ya mahusiano ni kufika kwenye ndoa. Lakini kabla hamjafika kwenye ndoa kuna stage kadhaa ambazo mtazipitia, na moja kati ya stage mtakuwa labda boyfriend na girlfriend. Nataka tuzungumze sana kwenye hili eneo kwa sababu mimi nimekutana na malalamiko mengi sana yako kwenye hili eneo. Okay, kabla ya ndoa. Hatoi nini na nini, sijui na nini, ana hela, mambo ni mengi. Ndio. Mwanaume anapokuwa kwenye mahusiano na binti wa kike, just boyfriend na girlfriend, ni stage ambayo tayari ameshamridhia huyu mtu kwamba awe sehemu ya maisha yake, au ni stage ya majaribio? Tuwezi tukasema ameshamridhia. Unajua kwa sasa hivi kwa hiki kipindi ambacho tupo, vyote vipo. Kuna mahusiano ambayo yanaanzishwa ukiyachunguza unakuta wameingiwa, ndio si ndio?
kila mmoja amemuingia mwenzake. Okay. Ndio. Wameridhiana. Wameingiana. Tuseme kila mtu amemuingia mwenzake. Yaani huyu kamuelewa huyu na huyu naye kamuelewa. Huyu ina maana wana hizo zile tunasema hisia. Wana hisia zile mutual tunasema. Okay. Lakini kwenye swala la kuridhiana kuna mawili. Aidha mmoja kamridhia mwenzake. Ila mwingine hajamridhia. Okay. Japo anahisia naye, ndio. Okay. Ndio wakati tunakuja kusema kwamba anampenda lakini hamuhitaji kwenye maisha yake. Anampenda lakini hamuhitaji kwenye maisha yake. Ndio wazo. Kuna kumpenda mtu. Unampenda, una wivu naye, una hisia naye. Utamani kukaa mbali naye. Okay. Lakini tukikuuliza unamhitaji abaki kwenye maisha yako yote, unasita kwanza kutoa jibu. Kwa sababu pengine kuna tabia zikufurahishi. Okay. Ama kuna vitu ambavyo vinazuia, labda culture ama dini. Okay. Vitu vingi ukitazama mbona kama hafiti kuwa hafiti kukaa kwenye nafasi ya, ama mbona hafiti kuwa mume. Unakuta kuridhiana kupo. Wamependana, wana feelings, lakini kuridhiana bado. Mmoja amemridhia, mwingine hajamridhia, ama wote hawajaridhiana kabisa. Ila wako kwenye mahusiano. Unaona? Ndio maana tunaona mahusiano mengi sana yanaanzishwa, hayana uelekeo, yanavunjika. Unakuta mtu mpaka anaingia kwenye ndoa, tunasema hizi nasema ni nini, amedate na watu kibao sana nyuma, wengi sana. Sasa katika hao wengi kuna wale ambao yeye alikutana nao akawapenda, lakini hakuwataka wawe kwenye maisha yake. Okay. Kuna wale ambao alikutana nao yeye akawahitaji, wao hawakumhitaji. Kuna wale ambao alikutana nao wote hawakuhitajiana, just wakapita. Ndo maisha yalivyo kwa sasa hivi. Okay. So watu wanapendana ila hawahitajiani kwenye maisha yao. So umempenda ila umhitaji, kwa sababu kumhitaji mtu ni ile kutaka ubaki naye kwenye maisha yako. Yani huyu mtu ninampenda na ninamhitaji. Yani unampenda na unamhitaji aendelee kuwa kwenye maisha yako. Ndio. Okay. Na kuna sasa hapo ndio nilikuwa nazungumzia kumpenda mtu, kumhitaji, lakini pia kuna kumtaka tu mtu. Mahusiano ndivyo yalivyo. Kuna watu wana date kwa sababu mmoja kamtaka tu mtu fulani. Kumtaka unamaanisha yani kumtaka ni kama kumtamani tu. Kumtamani. Kuna kitu nataka tu kutoka kwake, then labda ni mtu ana mahusiano yake tu mazuri, lakini amemtaka tu binti fulani kwa sababu labda ana kashepu fulani ametaka tu. Labda rangi fulani ametaka tu, anataka apite tu. Au unakuta mdada amemtaka tu bwana fulani kwa sababu kuna kitu anakihitaji, labda kuna jambo anataka alifanikishe, labda nafasi fulani ya kazi, labda kuna pesa anataka aifanikishe, ama ana matatizo fulani anataka avuke. Kwa hiyo anamtaka huyu mtu kwa sababu ndio mtu atakayemvusha hapo, si ndio? Kwa hiyo yupo tayari kudate naye, ila anachotaka, yani huyu mtu hampendi, ana hisia naye, wala tuseme hamuhitaji, lakini anamtaka kwa sababu kuna jambo anataka alifanikishe kupitia yeye. Kwa hiyo the easiest way ni kudate naye, wana date. Kwa hiyo ndo mahusiano ambayo tunayaona mengi kwa sasa hivi. Okay. Unaona? Ndo mahusiano mengi yaliyopo. Hello. Sasa anyway, kwa mfano nataka nitoe mfano hapa. Nimezungumzia hapo kitamaduni au kwa mfumo uliozoeleka ni kwamba mwanaume anatakiwa awe na financial muscles za kukidhi mahitaji ya nani? Ya mwanamke, si ndivyo? Huo ndo mtazamo uliopo kwenye jamii, japo sometimes inakuaga haiko hivyo, na hapa ndipo shida inapokuja kuanza. Kwa sababu moja kati ya vitu vingi ambavyo tunakutana navyo leo
ni mahusiano kuvunjika kwa sababu mwanaume hana pesa. Hizi vitu umezisikia sana, kwamba hana pesa kwa hiyo mahusiano yanaisha, hanihudumii, hakidhi mahitaji yangu. Ndio hizi vitu zipo sasa hivi. Unafikiri tatizo lina stem kutoka wapi? Ni tatizo lina stem kutoka kwenye kutokuwepo kwa hizo pesa, kwa sababu pesa zinahitajika, au labda kutokuwepo kwa pesa kunaweza kuwa ni kichaka tu ambacho watu wanakimbilia ili kujitenga na hawa watu? Kitu cha kwanza tuseme, tatizo linapotokea ni nature ya mahusiano ambayo yanaanzishwa sasa hizi. Nature ya mahusiano ndio kitu ambacho nilikuwa nakieleza hapo nyuma. Okay. Sawa. Ni rahisi sana kwa binti kulalamika kwamba boyfriend wake hamhudumii kiasi cha kwamba mpaka akafikia hatua ya kuachana naye. Na kabla hatujaenda huko, je, ni halali kwenye hatua ambayo umetafsiri vizuri sana kwamba tunaweza tuko kwenye mahusiano, we are in a relationship and we are dating, lakini hatujaridhiana, au yeye kaniridhia mimi sijamridhia, au mimi nimemridhia yeye hajaniridhia, kwa hiyo hatujafika kwenye stage ambayo naweza nikasema this is the one I want to spend my life with, kwa sababu hiyo ni stage kubwa sana ya commitment. Naanza kumuona kwenye viwango vingine. We are just having this casual relationship, mahusiano ya kawaida tu, boyfriend and girlfriend. Ni halali mimi ni bebe mzigo wa kuanza kuhudumia kama wanavyosema, nitoe pesa, nifanye nini na nini, na ni halali yeye anihukumu mimi kwamba simhudumii kwenye stage hii ya boyfriend na girlfriend? Uhalali unategemeana sasa na hiyo mahusiano yenu yamesimama katika nafasi ipi. Ikiwa wote mmependana na mkariziana kweli na mnahitajiana, tayari mmeshaanza kuweka malengo. Nazungumzia mapenzi ya kweli. Mapenzi ya kweli. Kwamba mmeriziana kweli. Okay. Tayari mnahitajiana, wote mnatamani mfike sehemu, si ndio? Kwa maana mfikie hatua ya mwisho ya mahusiano yenu. Kwa maana ya ndoa, si ndio? Ninaweza nikasema kwamba ni halali. Ni halali. Na ninaweza nikasema ni wajibu wako wewe kufanya hivyo, si ndio? Okay. Lakini kama mahusiano mlionayo ndo hayo ambayo hayaeleweki, pale mnatapeliana, ndio mnatapeliana. Inawezekana mwanamke anamtapeli mwanamume, atakutapeli resources, atakutapeli muda, si ndio? Atakutapeli nguvu. Nafikia wakati ndio maana watu wanajinyonga. Nafikia wakati ndio maana watu wanaanza kuwachukia watu wanaoita shetani au mwanamke au mwanamke anachukia mwanamume. Nafikia tu anamuita mbwa kwa sababu ya nature ya mahusiano ambao waliingia. Pengine yeye alihisi huyu mtu jinsi ambavyo yeye anamhitaji kwenye maisha yake ndivyo na anavyomhitaji, kumbe yeye alikuwa anapita tu anatapeli. Tukizungumzia yale mahusiano ambayo ni ya uhalali kweli, watu wanahitajiana kweli, wapendana, wanahitajiana, wana malengo, ni halali kumhudumia. Sawa? Kwa hiyo naweza nikamhudumia girlfriend. Naweza kumhudumia. Okay, lakini inategemea na nature ya huo boyfriend na girlfriend tulionao. So mwanamke akiwa katika mahusiano ambayo ni serious, tuseme wakati tunasema serious relationship, au sasa ndo tunasema wanapendana, wanaliziana na wanahitajiana kweli. Kama ni serious relationship, mwanamke ana haki ya kulalamika pia, kwa nini huyu ni boyfriend wangu? Kwa sababu kama kweli ni serious relationship, ina maana huyu kuna vitu vingi anahitaji sacrifice kwa ajili ya kuyalinda haya mahusiano. Kwa anapo sacrifice, it means anahitaji pia support, si ndio? Support. Na hiyo support ni financial support na social support na vitu vingine. Anapata wapi? Kwa huyu boyfriend wake, kwa sababu kama hata vipata, anatengeneza hatari ya yeye kuanza kuleta changamoto kwenye mahusiano yake, si ndio? Na naisemea hivyo kwa sababu ndo maisha ambayo tunayo sasa hizi, kwa sababu
kikawaida kabisa tamaduni zetu na jinsi ilivyokuwa zamani, si ndio? Mpaka watu wameingia kwenye serious relationship, tunazungumzia ile friendship, si ndio? And then uchumba, si ndio? Ina maana watu wapo recognized na wazazi wa pande zote mbili, si ndio? Sawa. Kwa zamani, yapo hata sasa hizi kuna wanaofuata utaratibu huo, wachache sana. Wachache. So ilikuwa haupewi burden ya wewe kumhudumia huyo mchumba wako. Okay. Burden hiyo kipindi hicho. Kwa sababu bado yuko chini ya wazazi, wamekutambua lakini bado yuko chini yao. Chini yao anaweza akapata kila kitu kule kwa wazazi, ila wewe tu unaweza ukafanya like unaamua kumpa zawadi, inaruhusiwa. Kwa sababu hata kwa kipindi hicho bado hamjaanza kukutana kimwili. Lakini kwa sasa tayari nyinyi mmeshaanza kufanya kila kitu kama ni watu ambao mmeshaoana kwenye ndoa, na inafikia hatua mpaka watu wanabebeshana mimba, then wanataka usihudumie ili waje. Tayari wewe umeshajipa, yani umeshayakimbilia majukumu. Ni majukumu yako. Ni majukumu yako. Ndio. Kwa sababu ndivyo nature ndivyo ilivyo. Mwanamke na mwanaume siku zote, a man is a provider. And a woman is the receiver. Mwanamke anapokea, mwanamume ana provide. Ipo hivyo, sio tu kwa wanadamu, hata kwa ndege, kwa wanyama. Unaona kabisa, unaweza kukuta jogoo namtetea. Utaona jogoo kuna namna anatafuta, anaitia, si ndio? Tena sogea. Ndivyo ilivyo. Ndi nature. Mwanamke anapokea, mwanamume anatoa. Sasa hii ni katika wale ambao tupo kwenye ndoa. Lakini sisi ambao tayari hatupo kwenye ndoa na tayari tumeshaamua kujivika majukumu ya kana kwamba tupo kwenye ndoa, lazima tuakti kama tupo kwenye ndoa. Hamna namna, tutakimbia. Unaona? Haya mambo ya ukisasa bwana haya. Unajua sasa hivi anyway ni utaratibu ambao upo. Na sitaki kukwenda kwenye morality yake, kusema ni moral au immoral. Lakini sasa hivi mahusiano mengi yaliyopo ya girlfriend na boyfriend, huyu boyfriend hafahamiki nyumbani kwa msichana, na probably hamjui hata ndugu mmoja wa nyumbani kwa huyu anayehusiana naye. Kadhalika na huyu pia ni hivyo. Yani watu ambao tu wanakutana tu wenyewe tu. Unaona? Kwa hiyo hajui hata huyu nyumbani anapata nini na anakosa nini, si ndivyo? Lakini pia kuna hili swala ambalo anyway, mimi na appreciate kwamba kuna extent ambayo msichana, mwanamke kama hajatoka nyumbani kwenda kujitegemea mwenyewe au kuolewa, maana yake kutoka nyumbani, bado wazazi wake wanakuwa wanawajibika na baadhi ya mambo fulani. Lakini wanawake wa leo wamekuwa na mahitaji mengi sana. Sijajua sasa, yani mahitaji mengi ambayo ni shida hata muda mwingine kuyaripoti nyumbani. Kwa hiyo inabidi ayapate kwa boyfriend, si ndivyo? Ni kwamba wazazi hawatambui uhitaji wa watoto wao, au ni kwamba watoto wamekuwa na mahitaji ambayo ni beyond the reality. Yani wanaenda miles ambazo hawakutakiwa kwenda. Kwa sababu boyfriend ataombwa 300,000 ya kusuka. Hivi kuna mzazi ataombwa 300,000 ya kusuka? Is that possible? Anyway, tunazungumzia 300,000. Inawezekana sio hela kubwa sana. Lakini mwanamke anayesuka nywele ya 300,000, this is an expensive woman. Of course. And not all expensive women wana economical base ya kusupport expensiveness yao, si ndivyo? Kwa hiyo huwa wanaenda miles ambazo hawakutakiwa kwenda. Labda walitakiwa waishi aina fulani ya maisha ya kawaida sana, lakini wao wameextend kwenda sehemu ambayo hawakutakiwa kwenda. Na kwa sababu wamefanya hivyo, wanaongeza burden inakuwa kubwa kwa hawa maboyfriend. Kiasi kwamba inafika muda inakuwa ni unbearable.
tunafika kwenye stage ambayo we demand something that one cannot give. Okay. Tuseme kwamba siwezi nikasema moja kwa moja kwamba wanawake ama mabinti inafikia hatua wanajiongezea mahitaji ambayo hayapo. Yeah, okay. Kulingana na kwamba bado wao ni tegemezi kwa wazazi, kwamba basi wanatakiwa wawe na mahitaji ambayo ni limited, yeah, okay. Kwa kiwango cha kwamba kila anachokihitaji kiwe ndani ya uwezo wa yule ambaye ana provide, kwa maana ya mzazi, ndio. Okay. Of course ilitakiwa hiwe hivyo, kwa sababu uwezi ukadimandi kitu ambacho unajua kabisa mzazi wako hataweza kuprovide. Sawa. Na hata kama ata provide haitakuwa kwa wakati ambao wewe ulikuwa unakihitaji. Lakini sasa mazingira mazingira kuna mazingira ambayo tupo, mabinti wapo, wanawake wapo, si ndio? Napozungumzia mazingira nazungumzia geographical, si ndio? Wapi yupo, si ndio? Geographical location. Yeah. Kwa mfano kwa wanawake ambao wako Dar, tuzungumzie kwamba binti wazazi wake wapo mikoa mingine, si ndio? Yuko binti wazazi wake wako pale Njombe. Yeah. Alafu binti yupo jijini, yuko hapa jijini. Tunategemea kabisa matumizi yake anayotumia kwa mwezi, kwa mwezi, si ndio? Pengine pale nyumbani kwao, familia yao ya watu 7, wanaweza wakatumia au matumizi kwa miezi 2 au 3, ila yeye anatumia peke yake, si ndio? Okay. Lakini si kwamba amekuwa extravagant, si ametumia tofauti, mazingira yake lazima afanye hivyo. Okay. Kwa sababu unakuta kodi tu inachukua pesa kubwa sana. Bills za umeme, maji na nini inachukua pesa. Chakula tu hapa Dar es Salaam ili ale ashibe awe na afya. Na unajua binti hatakiwi kula chakula cha kiume. Kuna vyakula ambavyo mahitaji yao kama wanawake, anahitaji pedi, anahitaji pia akae safi, ni mwanamke huyo, sio pedi tu. Pedi, lakini pia awe na sabuni, mafuta na nini. Bado kuna gharama za lazima. Kwa mfano hapa jijini lazima asafiri, apande daladala, mwingine labda amechelewa somewhere, apande bodaboda. Kwa kuna yale matumizi hapa na pale ambayo hata akimweleza mzazi, pengine mzazi anaweza akaona mbona huyu amekuwa na matumizi makubwa, lakini kumbe ndio uhalisia, ndio. Kwa sababu mzazi huko aliko haelewi. Kuna familia ambazo wao wanaweza wakatumia shilingi 5,000 hata wiki nzima, kwa sababu wana matumizi ya kununua labda chumvi tu, vingine wanalima nyumbani, vitu vingine vipo around, ndio. Unakuta nyumbani hata tu nyumba yenyewe, sawa, nyumba tu, ndio, ni ya makuti, na majani. Na maana kama watahitaji kuweka paa, labda nyumba inavuja, hawahitaji kwenda dukani kununua bati, ni kuingia polini kukata majani, hayahitaji pesa, wanakuja wanaziba, si ndio? And they survive, si ndio? Sawa, si ndio? Labda ukuta umetoboka, hawahitaji kwenda kuhangaika kutafuta tofali, si nini, ni tope tu, anachanganya anaziba, si ndio? Yeah. Huyo mtu hahitaji pesa kila siku kwenda kutafuta chakula. Anazunguka nyuma ya nyumba, ana ndizi. Anazunguka nyuma ya nyumba, ana miogo. Okay. Nyuma ya nyumba kuna mboga majani, si ndio? Yeah. Okay. Ni mfugaji mwingine, maziwa yapo muda wote. Okay. Unakuta ni familia ambayo wao pesa kukuta imetumika sana, ni nadra. Ni mara moja tu siku ya kwenda gulioni, mara moja kwa wiki,
watakwenda watanunua vinavyohitajika, tuwasapoti wiki nzima. Lakini wewe sasa huku you need to eat kwa mangi, unataka kuoga, maji ni ya kununua. Unataka kunywa, maji ni ya kununua. Kwa binti yupo kwenye hayo mazingira. Okay. Si ndio? So ni ngumu yeye kukaa muda wote amepiga simu nyumbani na akaipata ile pesa kwa wakati. Ndio. Sawa. Wazazi wengine watamwambia sawa, tutakutumia. Okay. Then wanataka aendelee kuwa mvumilivu hata ndani ya wiki moja, wiki mbili, hawajui anayopitia. So binti tayari na yeye yupo kwenye mahusiano na mwanaume ambaye anahisi huyu anaweza akamsapoti. Sasa anamuona mtu ambaye anamuona kwamba anaweza akamsapoti na ndo mtu anayemwambia anampenda, anamhitaji, then hayupo pale, anaona mbona kana natapeliwa. Mimi najitoa kwake na I do everything, wengine nafanya majukumu yangu kama mwanamke, kama mke kabisa, imefikia hatua nyingine, lakini hawezi akanisaidia katika mahitaji yangu madogo. Okay. Anataka niombe nyumbani wakati yeye huko ananitumikisha kama mke. Okay. So unaona, lakini kama wewe ulihusiana naye and then hujawahi kumhitaji afanye chochote kwako kama mke, ina maana ni kama umeweka tu, mpo kwenye mahusiano ila then umeweka huo mpaka. Ni ngumu pia hata kujikuta unachukua ile majukumu kama wajibu wako. Okay, ndio. Ila tu kwa sababu ni mtu ambaye umemrizia, unazijua changamoto zake, where you can kill them, you kill them, unabeba. Okay, si ndio? Sawa. Kwa hiyo kwa wale ambao mimi nimekuelewa sana. Na umenipa justification nzuri sana kwamba sometimes hapati mahitaji kwa kiasi cha utoshaji, tunasema to the satisfaction kutoka kule kwa wazazi, kwa sababu kwanza wazazi hali yao ya uchumi sio nzuri kwa level ambayo wanaweza wakakidhi mahitaji yake yote, lakini yeye ni binti, ana mahitaji mengi na maisha ya mahali alipo yanahitaji yanahitaji na nili. Kwa hiyo kwenye mazingira kama hayo ni vizuri hata wewe ambaye unajiita ni boyfriend wake ukachipu in kumsaidia, kuhakikisha kwamba anakutana na mahitaji yake, ili awe salama, na mahusiano yenu yawe salama pia. Vipi kwa hawa ambao wako stable kiuchumi nyumbani, sio kwamba wana uchumi mdogo, uchumi upo tu, sawa? Hawa je, nikiwa naye kwenye mahusiano na mtu kama huyu ambaye uchumi kwao uko tu vizuri, sitakiwi ku provide? Bado ninarudi pale pale kwenye swala la mazingira kwamba wewe unaamini ya kwamba wewe unafahamu kabisa kwamba huyu kwao wanamsapoti, ndio? Kwa wakati, ndio, na kwa kiwango cha kutosheleza, si ndio? Okay. By the way, ni ngumu sana kukuta upo na binti wa design hiyo hapo akakusumbua. Wapo. Ndio. Labda tuzungumzie sasa kwamba kuna wale ambao wao wameamua pia kujikweza, kujipandisha viwango vya matumizi yao, si ndio? Okay. Mzazi anaweza kumlipia kodi, mzazi anaweza akahakikisha amekula, mzazi analipa kodi, mzazi anahakikisha binti pesa kujikimu, si ndio? Pesa kujikimu, kwa maana ya kwamba binti atakapohitaji vitu vidogo vyake kama mwanamke, mavazi na nini, anapata. Lakini at the same time binti ana insurance kuhakikisha kwamba hata anapougua anatibiwa vizuri, si ndio? Kwa nini iwe changamoto kwako? Sasa mazingira pia anaweza akamshape huyo mtu akajikuta anataka kuwa
katika level fulani, pengine labda anawaona watu wanaishi maisha fulani pasipo kujua wao uchumi wao upoje na kwa nini wanaweza kuishi vile na wakasustain. Naye anataka aishi vile. Sasa katika kutaka naye aishi vile, anajikuta katika kile kiwango ambacho amebalansiwa nyumbani na katika ule uwezo ambao wazazi wanaweza kumsaidia, yeye anaenda beyond. Sasa anapokwenda beyond, it's either pesa ambayo ilitolewa kwa ajili ya yeye kuitumia katika mahitaji fulani, yeye inabidi aiweke katika jambo fulani, si ndio? Alipewa pesa kwa ajili ya ada, lakini yeye akaamua kwenda kununua aina fulani ya mavazi na kuweka hair style fulani, lakini pia kwenda viwanja fulani ambavyo hata kujirusha. Sasa inapofika wakati sasa anahitaji ile pesa aliyoitoa akaenda kuitumia vile inahitajika, hawezi kuwaface tena wazazi. Inabidi mzigo uende kwa mtu mwingine. Mzigo unatakiwa urudi uende kwa mtu mwingine. Na unamwangukia nani? Wewe. Boyfriend. Si ndio? Boyfriend. Unaona? Sasa na wewe ndio huyo mtu uliompenda, na pengine unajua kwa wanaweza kumsupport, ama pengine hata usijue kama anaweza kumsupport, lakini unaona anafanya mambo vizuri, anaenda. Sasa anakuangukia mara moja. Sawa. Mara moja anakuangukia, bwana hivi na hivi na hivi, hata asipokuambia ni pesa kwa ajili ya labda ada, hata kuambia kitu kingine. Unajikuta uwezi ukarealize kiurahisi kwamba alimisuse pesa. Lakini kama ulitambua alimisuse, na kama ni mtu ambaye mpo kwenye mahusiano ambayo ni serious, it means you can, unaweza mkazungumza naye, hii pesa ulikuwa nyumbani kwa sababu ya hiki na hiki, umetumia vibaya. Kama ni mtu ambaye kweli mmependana, mnaelewana, mna malengo, atakuelewa, maana yake atabadilisha mfumo wa matumizi. Sasa unakuta boyfriend naye ana support mle anaenda na trend. Naye anaenda na trend. Safi. Wakati mwingine wanashirikiana kuitumia ile pesa. Wakati bana ana uhitaji wa hiyo pesa, and then you can't. I say. Unaona wewe haumfai. Lakini yeye ndo tatizo. Unaona? Yeye ndo tatizo, na pengine wewe kwa kujua ama kutokujua, na ukaja ukawa tatizo na wewe pia, kwa sababu ungetambua kwamba huyu ana misuse, ungemshauri ukamwelekeza atumie vipi. Kama angekuelewa ungekuokoa, ila kama asingekuelewa wewe usingekuwa kwenye usingehesabiwa kosa pale, kwa sababu ulimuonya na ukamwelekeza afanye kipi akufuata. Hata kama ataondoka, wewe kwako si kosa kwako, yani wewe haupo kwenye liability. Unaona? I see. Kwa hiyo tunakubali kwamba kuna wengine ambao wana exaggerate matumizi. Wana exaggerate. Ndio. Yani mzazi sio uchumi wake, sio kwamba ni mbaya, ni uchumi wa wakati. Mzazi anaweza akamnunulia Tecno. Lakini binti anataka iPhone. Sasa nani wa kumupgrade kutoka kwenye Tecno mpaka iPhone? Ni wewe. Sigo unamwangukia boyfriend. Na vipi hii imekaaje? Mpenzi wangu kinachomfurahisha ni iPhone. Na mimi napenda mpenzi wangu awe na furaha. Kinachomfurahisha ni iPhone. Tecno sio vitu vyake. Bado tunarudi pale kwamba kwa sababu wewe yule ni mpenzi wako na unampenda kweli, unamhitaji, unataka apate furaha. Wazazi wamefanya pale ambapo wanaweza, si ndio? Hajakosa kabisa. Maana ya kwamba hata kama asingepata hicho ambacho anakidimandi, angeweza kuwasiliana, angeweza kufanya mambo mengine, si ndio? Lakini desire yake, kitu anachokipenda ni iPhone. Na wewe pengine unao uwezo wa kufanya vile. Unayempenda ni mtu ambaye umemlizia, na tayari mmeshaanza kuishi naye, mmeshaanza kushare vitu vingine as wife and husband, mnavifanya. Ni jukumu lako kufanya.
Sindio? Fanya, yani tunarudi pale pale. Ikiwa tayari mpo kwenye hayo mahusiano ambao mnayaita mahusiano yenu, mnajiona mna mahusiano serious, tayari mmeshaanza kushare kila kitu, anakupa unachokitaka, na yeye basi anahitaji umtunze, umpe kitu ambacho kinampa furaha, kwa sababu tayari ni mtu ambaye umeshamweka kwenye maisha yako. Vipi kwa mimi kijana ambaye nimeamua sasa kujitunza na kumtunza na yeye? Sitaki kabisa hayo mambo ya mke na mume, hayo sitaki. Okay. Tunaishi tu kama tukitazamia kwamba huko mbele yanaweza yakaja yakatokea, lakini for now hatufanyi kitu chochote. Wewe asije akapray kwangu kama mke, hicho kitu sitaki. Wala mimi pray kwake kama mume, hicho kitu sitaki. Sasa hapo hiyo inanitoa nje ya majukumu ya kumsaidia kiuchumi. Tunakutoa kwenye wajibu, kwa sababu sasa hapo inabaki ni wewe, kwa sababu ni mtu unayempenda. Unampenda kweli na ni mtu unayemhitaji, na kama unatamani apate furaha, maana yake utafanya kama vile labda unataka kumpa ni zawadi. Kwamba nampa zawadi mpenzi wangu imfurahishe, lakini zawadi pengine umelenge inaenda kutatua shida fulani aliyokuwepo nayo, kwa sababu umeiona, au unataka tu kumfurahisha naye ajisikie kile ambacho waga anakitamani amekipata kutoka kwako. Si kwamba ni wajibu, kwa sababu bado haujaingia full kwenye hiyo responsibility. Tayari ana uwezo wa kuhudumiwa na wazazi wake na anatakiwa arizike na kile ambacho wazazi wake wamempatia. So anapotaka kukulazimisha wewe tena sasa, katika kipindi ambacho hamjaanza hata kushare chochote kama mke na mume, akulazimishe kwamba ufanye kitu fulani kwa ajili yake, hapo atakuwa anakosea, kwa sababu kile unatakiwa ukifanye kama kwa mapenzi yako, kwa sababu umetaka kumpe zawadi. Kwa hiyo naweza nikafanya, lakini sio wajibu. Sio wajibu. Nafanya kwa moyo wangu tu wa upendo. Mapenzi na uwezo wako. Ya umemsikia mara kibao anatamani kweli apate iPhone. Nago unaona kweli anatamani apate iPhone. Sio basi mbaya, ngoja nimpe mpenzi wangu. So kitu kinachompa furaha. Ila kwa sababu pengine unatamani aendelee kuwa na furaha. Unatamani kumuona akiwa katika hali ya furaha. Na wewe ndo unataka uwe sababu ya furaha yako, furaha yake. Ili muendelee kuimarisha yale mahusiano yenu. Simaanishi kwamba usipodani toa ndo kwamba ila unapotoa sasa akajua kwamba nimepewa zawadi fulani na mpenzi wangu, kuna namna kuna namna mahusiano sawa zaidi, ila haufanyi kama wajibu sasa, kwamba kwa sababu hujafanya achukie sijafanya. Hapana, unafanya kwa mapenzi. Kwa mapenzi. Okay. Kwa hiyo sasa hebu tuseme kwamba mapenzi ni pesa. Mapenzi ni pesa. Kwa hiyo bila pesa mapenzi hayawezi kwenda. Tuseme hivyo. Yatasumbua. Yatasumbua. Ndio. Japo inawezekana kabisa yakaenda bila pesa. Ndio, inawezekana yakaenda. Lakini yataenda mwendo wake utakuwa ni wa kusuasua. Unahitaji kuvumiliana sana. Kuna concept hii kwamba mtu anaweza kuweka pesa mbele, mapenzi nyuma. Unaelewa? Au mtu anaweza akaweka mapenzi mbele, pesa nyuma. Maana yake kumpenda kwangu mimi huyu mtu kunakuja kwanza, alafu pesa yake inakuja baadaye. Sisemi kwamba pesa yake haina umuhimu, ina umuhimu. Lakini the fact kwamba mimi nampenda, hicho ndo kitu kikubwa kinachomata. Na kuna mwingine anasema hivi, the fact licha ya kwamba mimi nampenda, lakini swala la pesa hili ni muhimu kuliko mimi kumpenda. Katika mapenzi ya kweli, katika mahusiano yaliyokuwa serious, watu wanaopendana kweli, wanaohitajiana kweli kwenye maisha yao, ndio pesa haiwezi kuwa sababu ya mapenzi kutokuendelea mbele, si ndio? Lakini kitu pekee ambacho kinaweza kikaua yale mapenzi labda ni future
namna ambavyo kila mmoja anaiona future yake akiwa na mtu fulani, akiwa naye huyo mwenzake. Labda kuna baadhi ya mipango yake na malengo yake yakiwemo masuala ya kiuchumi. Anaona kabisa akiwa na huyu mtu hawezi akasucceed, hawezi akafikia pale ambapo anatazamia yeye. Okay. Sawa. Lakini hiyo inaweza kapelekea waka break down. Okay. Sababu hawezi kuvumilia, si ndio? Lakini kama hakuna pesa kwa wakati huu, lakini akimtazama mpenzi wake, anaona kabisa ni mtu ambaye anaweza akasapoti mambo yake, ama yeye mwenyewe akimsapoti kwenye mambo yake, baadaye wanaweza wakaitengeneza pesa na wakaishi na kwao pesa sio tatizo tena. Wanaweza wakavumiliana na mapenzi hawezi akafa katika nyakati hizo, kwa sababu kwamba pesa haipo then everything cannot work out. Hapana, as long as wakitazama future yao na jinsi kila mmoja anavyomtazama mwenzake, anamuona kabisa kwamba atakuja kuwa nguzo ambayo itaenda kuleta uchumi mzuri kwenye mahusiano yetu ama kwenye familia yetu baadaye. Hawezi wakaishia njiani kwa sababu kwamba kipindi hicho hawana pesa. Hapana. Okay. Ila sasa narudi kwenye yale mahusiano ambayo sio serious relationship, hakuna mapenzi ya kweli, na kutakana, wanatakana tu, wanatamaniana. Ukamtamani, si ndio? Yeah. Anataka, au mwanamke ana matatizo yake ambayo alihisi kwa kuhusiana na mtu fulani yataisha, yatatatuliwa. Lakini amekwenda kukuta jamaa mbona kama ni bahiri au hana uwezo kabisa wa kifedha wa kumfanya yeye akatatua yale matatizo yake, ndo unaona anajiengua, kwa sababu kipi sasa anachokisubiri kule, kwa sababu alichokifuata hakioni. Unaona, hakioni tena. Kwa hiyo ndio unaona mwingine anasema bila pesa mapenzi hayaendi. Hakuna mapenzi, kwa sababu yeye pesa ameitanguliza mbele, kwa maana hicho ndicho amekifuata kule. Okay. Si ndio? Okay. Lakini pia si ajabu ukaona kuna watu wana run mahusiano na hayafi, licha ya kwamba mwanaume hana chochote na hana hata mwelekeo wa kupata pesa. Okay. Si ndio? Hana pesa na hana mwelekeo wa kuzipata hizo pesa. Yeah. Na huyu mwanamke sio kwamba anamhitaji huyu mwanaume kwamba atakuja kuwa mume kwake. Hapana. Yani hamhitaji kama mume. Wala anamhitaji tu. Lakini yeye pale haambiwi. Haijalishi yule mtu ana pesa hana, haambiwi. Anampenda kweli. Si ndio? Yeye anampenda, lakini hana mpango naye wowote. Lakini kuna mapenzi. Okay. Si ndio? Tena ana uwezo hata wa kuwa anamhudumia yeye. Yeye ndo akachukua jukumu kwamba okay, ngoja nimhudumie. Lakini hana hata mpango naye. Sasa hiyo ndo tunakuja kwenye concept ya mashangazi na nini. Si mashangazi tu. Sio yale mahusiano na mashangazi na manini? Mashuga daddy na mishangazi. Mashuga daddy tuje kwenye mishangazi na vibenteni wanasema. Okay. Mario si benteni. Mario. Ni ndivyo ilivyo. Yaani ni katika mahusiano ya design hiyo. Kwani hivi mshangazi ni yule mwenye mwanamke mwenye pesa au ni yule mwenye umri mkubwa alafu ana pesa? Mshangazi ni kwa tafsiri ambayo imezoeleka na ambayo ipo wazi, watu wengi wanaifahamu. Kwanza mshangazi anatakiwa awe na umri mkubwa. Awe na umri mkubwa. Umri wake uwe mkubwa sana, si ndio? Okay. Alafu awe na pesa. Awe na mpunga. Awe na pesa. Awe na vyeti. Na hizo pesa awe tayari kuzitoa kwa kijana mdogo. Ndio kazi ya zile pesa. Kumhudumia huyu Mario. Sababu huyu Mario hataki kufanya kazi ngumu. Kazi yake yeye ni moja tu. Kumridhisha mshanga. Ndicho anachokihitaji kwake. Kwa design hiyo ya mahusiano ipo pia.
unaweza ukakaa ukawaza, kwani huyu dada huwa nini anachokipata hasa kwa huyu mtu? Amempenda na wakati wote ana struggle, yuko pale, anaweza akafanya chochote kwa yule. Okay. Lakini hana mpango wa kuolewa naye. Unakuta ambaye anakuja kumwoa ni mtu mwingine kabisa. Huyo sasa mwingine ambaye ana economic muscles. Na mtu ambaye anahisi huyu atakuwa ni baba ambaye hata kama ni familia basi atasimama kama baba. Kwa hiyo unabaki kuwa ulipendwa, lakini nafasi hiyo ya kuwa mume wewe huna. Ila ni mpendwa. Sana. Mpendwa. Ni mpendwa. Hiyo inatokea hata kwa wanaume. Unakuta kuna mwanamke msichana anampenda sana. Anampenda mno. Okay. Lakini kabisa huenda sio kainde ya wanawake ambao anawahitaji kama mke. Okay, sawa. Ila anampenda mno, anampenda sana. Nampenda ila siwezi kumuoa. Hawezi kumuoa. Wapo. Anampenda lakini hawezi kuolewa na yeye. Hawezi kuolewa na yeye. Okay. Kwa hiyo tunakubali kwamba licha ya kwamba mapenzi sio pesa, lakini pesa ina umuhimu kwenye mapenzi. Na inapokosekana inaweza ikaleta shida kwenye haya mahusiano. Na nafikiri watu wengi sana hawajui dawa ya pale ambapo pesa inakosekana na mapenzi yanaanza kuleta shida, dawa yake ni nini hawajui. Labda siku nyingine tutakuja kujadili hicho kitu. Kuona for the sake of time, labda tuseme tu kwamba ni jukumu la mwanaume au la boyfriend kumhudumia girlfriend wake, lakini inategemea na mazingira yenyewe. Na mazingira, lakini pia na mahusiano yao yapoje. Na kwa kumalizia niliona mtu mmoja, nilikuwa napita mtandaoni nikaona dada ameomba hela ya nauli. Kaomba hela ya nauli, sio aliomba shilingi ngapi, 2000, 5000. Jamaa akareact kweli, akareact. Sasa wanawake wengine mna njaa sana. Yaani sasa hata hela ya nauli wewe unakosa, rafiki yangu. Wewe sasa ni nini unachoweza kufanya? Kwamba hata hiyo hela ya nauli kweli unakosa. Alafu kukawa na mjadala mkubwa sana pale. Wengine wanasema alikuwa sahihi tu kuomba hiyo nauli, kwani anakuja kwako. Mwingine sasa hizi shida 5000 kweli, 5000 hadi hela nauli kweli akutumie, sio sawa. Kuna vimahitaji vidogo ambavyo mwanamke labda anatakiwa, hata kama ana boyfriend na boyfriend ni responsible, anajitahidi kwa kila namna kwamba anachokipata kidogo akidhi mahitaji yake. Kuna namna ambayo kuna vitu vidogo tu mwanamke atakiwa kuviomba kwa sababu ni vidogo, au anatakiwa aombe atakaye nauli sio nini. Sio vidogo tu. Hata kama ni vikubwa, kama anaweza kuvifanya mwenyewe afanye, lakini kama hawezi anaomba. Kwa hiyo yule aliyelalamika kwamba ameombwa shilingi 5000 pengine kwanza alikosea, kwa sababu wewe umemuita anakuja kwako, amekuomba nauli, unaanza kurise kwamba njaa, si ndio? Lakini je, wewe ulikuwa unamjua vizuri, ulikuwa unajua economic position ya kwake mpaka uanze kushauti kwamba 5000 amekosa? Inawezekana anayo, lakini ni bajeti yake ya chakula kwa siku hiyo, ndio. Ama anayo lakini imewekwa kwenye bajeti zingine kulingana yeye na matumizi yake, si ndio? Wewe umemuingizia hili la kwako, na ni girlfriend wako, asikudisappoint, asikukatalie, mpe nauli aje. Sawa. Mimi nadhani yeye atakiwa ajue girlfriend wake kweli ana uwezo wa kujilipia nauli. Kama anao huo uwezo kulingana na uchumi wake anavyojua yeye, then yaipa sahihi kushauti. Lakini kama hajui hata girlfriend wake ana uchumi gani,
kwamba ana uwezo kule kulipa na huyu au hana, and then ana shout alikosea. Bwana wakuu kama mlivyosikia kwamba mnatakiwa kuwajibika, sio kuna zile hasira zinakuja kwa sababu huna. Anyway, kitu kikubwa ambacho nime grasp kutoka kwenye discussion yetu leo ni kwamba ni jukumu lako kufanya kwa kiwango ambacho unaweza kufanya. Acha ubaili. Kama mtu umempenda kweli na ni mtu ambaye unamtazama kwa malengo fulani, basi hakikisha unakuwa sio mchoyo. Pale ambapo unaweza kufanya, jaribu kufanya. Lakini pia mabinti nao wajifunze kuishi kwenye uhalisia. Usipeleke responsibility au burden ambazo unaona kabisa hizi ni nje ya uwezo wa huyu mtu. Jaribu kuishi kwenye zile angles ambazo zina follow kwenye upande wake. Nafikiri hicho ndicho kitu kikubwa ambacho mimi nimegrasp kwenye discussion ya leo. Yeah. Maneno mawili ya mwisho. Kwanza, wanaume tusikimbie majukumu. Wanaume tusikimbie majukumu. Okay. Lakini pia wanawake tusiwavishe watu majukumu ambayo sio ya kwao. Usimvishe mtu majukumu ambayo sio ya kwake. Usimvishe. Yeah. Si ndio? Kwa wanaume tusikimbie majukumu, lakini pia wanawake tusiwavishe watu majukumu. Bwana, tumekuwa na discussion ya kujenga sana hapa siku ya leo. Shalom sana kwa Alphonse. Tumekuwa na mambo mengi sana hapa ambayo tumejifunza kwenye discussion ya pamoja hapa ndani. Wewe unaonaje? Wewe unayetusikiliza unaonaje? Ni ipi nafasi ya pesa kwenye mapenzi na ipi nafasi ya mapenzi kwenye pesa? Unaweza ukatuandikia maoni yako kwenye comment section hapo, na sisi tutapitia kujua ya kwamba wewe unayetusikiliza una maoni gani juu ya hili. Tukutane tena kwenye episode nyingine. Nashukuru sana kwa kuungana na sisi leo. Salute. The Rains Podcast. Hapa ufalme unatawala.